It's a coincidence that as we are celebrating 103rd birthday of our hero Dedan Kimathi, the King of England, King Charles, is also touching the Kenyan soil today. I think it's a coincidence, or maybe it's God planning, but we all appreciate what God has planned today. Remembering that Dedan Kimathi was executed by the British colonialist. We are happy and seeing forward that the King of England, maybe we can do a national apology and also help us with the British archives so that we can know exactly where Dedan Kimathi is buried, so that we can exhume him and be given a decent burial. We all believe that he is buried in Kamete Maximum Prison. Hayuko kotini. CFC ametuambia tunaweka straight hivi. Tuonesha mgongo. Unatolewa karatasi. Ile mtu inatakiwa iwe upright. Kabisa Yes. Mkoa. metema no bio. Tu Ninde na wavaru no tingi mone tu ya tu Boss. Oloya pia today anapanda miti. Hayuko kotini. CFC ametuambia tunaweka straight hivi. Tuonesha mgongo. Unatolewa karatasi. Ile mtu inatakiwa iwe upright. Kabisa Yes.
Mko. Meteba no bio. Tu Ninge na wabaro no te vingi mone Kimathi ya kilo dosa. Boss. To restore and rehabilitate degraded areas within Mount Kenya forest. I am joined by a number of my colleagues, both from head office and also at the regional office here in Kirinyaga. And we are happy that today we are starting to the work of rehabilitating 5 hectares of degraded forest in this zone with this Katandine Community Forest Association and Kenya Forest Services. We are just beginning. After this, we are partnering with the KTDA Foundation to rehabilitate additional 5 hectares, and KTDA will support with 2 hectares. So we are appealing to the community who are living here to take care of our forest, because some of the areas within the forest are degraded, and this degradation is contributing to climate change. And because of that, in order to mitigate, we need to do rehabilitation of the forest. And we cannot do it alone. Rainforest Alliance is a global organization which works with businesses, which works with farmers, and also works with forest-dependent communities. Our work is to support restoration of the landscape, especially in the forest area where we find degradation, and also along the riparian stream. We cannot do this work alone. So as you've heard from the name, Rainforest Alliance, we require alliances of people, alliances of business people, people with knowledge on rehabilitation, people with knowledge on farming, people, engineers, water engineers, soil engineers, to work with us and support the work which is happening in Mount Kenya. We are focusing on 2 main counties in the Mount Kenya region at the moment, and that's County of Embu and County of Kirinyaga. And so we are working with a number of community forest associations in both of these counties. And we are happy that we are getting this required support from the government of Kenya, which is also very keen on making sure that we restore our degraded areas. I want to appeal to each one of us to be vigilant and support tree planting and tree growing event during this time. We are lucky that rains have come, and we need to take this advantage to make sure that we are doing the rehabilitation. We have done the rehabilitation since we've come to this landscape or these counties. We have done about 63 hectares before, which is around 63,000 tree seedlings. And we are also working with the Kenya Forest Services and community forest associations around here to make sure that these trees grow. You know, planting is an event, but growing is very important. So we are working with them to do spot weeding, also replacing the ones which are attrition. So we are, for this season, for this community forest and for this forest, we are focusing to rehabilitate 5 hectares this season. Siku ya leo tuko na wageni wetu ambao ni Rainforest Alliance. Leo wametutengenezea masomo ya siku ya leo. Tuko na masomo mingi sana siku ya leo. Somo la kwanza ni kupanda miti, na tunasomeshwa about climate change.
Kwa hivyo leo ni siku yetu kama wakaaji wa Ngariama, na tumefurahia Rainforest Alliance kwa kutengeneza hii masomo siku ya leo. So siku ya leo ni siku ya kupanda miti na kuelimishwa maneno mingi about climate change. Tumeweka mikakati mingi. Tuko na CFA Scout ya kulinda mazingira yetu, kulinda msitu yetu. Kama mnavyoona hii msitu yetu ya Mount Kenya Kadhadaine tumeilinda ipasavyo. Kama CFA tuko na scout wetu ambao tunasaidiana na KFS. Tukipata habari kwa raia huko ya kwamba kuna watu wanaharibu hii msitu yetu, tunakibia huko tukipata usaidizi na wa Kenya Forest Services. So scouts tuko pamoja sana na hii serikali yetu kwa kulinda misitu yetu na kulinda mazingira yetu. So scout wanafanya kazi mzuri sana ya kulinda msitu wetu. Ile target tuko naye ya kupanda miche milioni 7,400 kwa mwaka. Intervention moja ni kama hii, mahali ambapo tunapanda miche katika degraded forest areas. Tunaongezea miche ya kienyeji mahali ambapo kuna gaps. Ndio tunafanya kazi ya leo, na tunajua kwamba tutaendelea na hii program, na hii ni katika kufikisha ile kiwango yetu. Kirinyaga County tuko na so many stakeholders wale wanasaidiana na sisi, lakini ile kitu nataka niwajulishe ni kwamba ni vizuri tutumie ile application inaitwa Jaza Miti, ile ambaye itatusaidia kukapcha ile miti yote inapandwa kwa kaunti yetu. Wale wangetaka kujua vile hiyo application inafanya kazi, wanaweza tembelea maofisi yetu, sub county offices ama headquarters ya Kenya Forest Service, ndio tuwaonyeshe namna wanafaa kutumia hiyo application. Ndio sasa itaonyesha ile kiwango tumepanda katika kaunti yetu. Hii miti ingine tunapanda bila kuweka kwa application hiyo haijulikani, lakini kama siku hii ya leo nime-instruct the forest station manager wa area hii capture ile miti yote tumepanda hapa. Tumepanda almost 2,500 seedling today ya kienyeji, na hii miti ni baadhi ya ile itasaidia kwa kuconserve hii mazingira yetu. Tunajua tukiendelea na hizi program kazi yetu itakuwa ni nzuri, juu tutakuwa tunatekeleza ile kazi tumepatiwa katika hii kaunti yetu. Otherwise mimi nauliza wana Kirinyaga wote mahali pote walipo, tupande miche kwa mashule, kwa mashamba yetu, kwa mito. Hiyo ndio tunasema riverine rehabilitation, avenue planting, na zile sehemu zingine zote ambazo ni open, mahali ambapo unaona at least mti unaweza pandwa. Tukifanya hivyo tutakuwa tunapambana na hii janga ya climate change, na kila mwananchi anajua kwamba climate change imeaffect kila mmoja wetu. Kwa hivyo ni vizuri tushikane pamoja, tupande miti kwa wingi. Kila mwananchi anafaa pande miche 30 kwa mwaka.